uwe kielelezo, bali huwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na kusafi. Hivi angalia, vimetaja kama vitu vinne kama sio vitano, kama sikosei. Kuna kitu Paulo alijaribu kufunua mahala ambapo leo watu tunapata shida. Akasema hivi, nichaposema kwa lugha ya malaika na nikawa sina upendo, mimi si kitu. Sasa hivi vitu vilivyotajwa hapa na mjumbe, kwenye maisha ya yoyote aliye kiongozi wa ufalme au aliye yoyote aliyempa Yesu maisha yake, lazima viendane, lazima viishi kwa pamoja. Akifeli kimoja, maana yake vyote havina maana. Ndio Paulo anachokizungumza sasa. Sio kwamba utashikilia upendo alafu uishi njia ya Kristo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna watu wana upendo ila ni wapagani. Kuna watu wanasaidia yatima ila swala la Kristo hawaamini wala hana mpango nao. Sasa sisi mtu ana shida wala hataki hata kusikia. Bwana usaidie sana. Kwa hiyo tunapozungumzia sehemu, tunapokuambia habari hiyo, kwamba cha kwanza lazima Kristo ndani yako awepo. Unajua cha kwanza kwenye maisha hapa uliongelea, nataka msingi ukae vizuri. Haleluya. Unarudia kusoma hii. Unajua lazima tusome ili mtu aelewe. Sasa huyu kiongozi wa kweli wa ufalme wa Mungu ni kitu gani kinachomfanya asibadiliki? Bwana Yesu atusaidie sana. Tumesema hivi, huyu kiongozi wa kweli wa ufalme wa Mungu huwajulisha watu njia za kweli katika kumjua Mungu. Namba moja, maana yake huyu lazima awe anamjua Mungu, na namba mbili, namna bora ya kufanikiwa. Sawa kabisa. Kwa huyu atatoaje njia sahihi? Utamwambiaje mtu uvumilivu kama umjui Mungu anayeweza kumpa mtu uvumilivu? Bwana Yesu atusaidie sana. Unamwambiaje mtu utashinda kama wewe haujawahi kuvuka ukashinda? Maana yake ni lazima wewe uwe kwanza umevumilia mahali na umeshinda. Umevumilia ukanyamaza na ukashinda, ndio unaweza upendo ndani ya watu. Ukaonyesha upendo na usimchukie mtu. Sasa hichi kipengele ni kikubwa. Ndio Paulo anachokizungumza hapo sasa. Maana yake sasa huyo mtu ndio tutajua ni kweli. Kwa sababu huyu kiongozi wa kweli wa ufalme wa Mungu kama mjui Mungu, maana yake atatujulisha njia. Hebu rudia tena Yohana hapo. Ni sehemu yenyewe. Timotheo wa kwanza 4:12. Mtu awaye yeyote, mtu yoyote asiudharau ujana wako. Bali uwe kielelezo kwao waaminio. Uwe kielelezo kwao waaminio. Hivi unaona hii sehemu kwanza tunaanza. Paulo anatutoa kwanza kuwa kielelezo kwa watu wa mataifa. Anataka tuwe kielelezo kwa wale waaminio kwanza. Umeelewa? Yaani ndani ya nyumba ya Bwana wote tumemwamini, tuwe kielelezo kwanza kabla hatujaenda nje. Tukishindwa kuwa kielelezo ndani, basi nje hatutaweza kwenda kwa wale mbwasi wao. Kuna kitu cha ajabu uliongea hapo, ukasema huyu kiongozi wa kweli wa ufalme wa Mungu lazima huko ndani awe sawa, asihame mahali alipo, bali huko ndani ndio kubadilike. Maana yake ndani kukibadilika, kwanza huyu kiongozi umesema, kuna sehemu ulisema hivi, hawaogopi anamwogopa Mungu kuliko watu. Ukishindwa hapo, kuna kipindi mimi nilikuwa nimefunga, hii itamsaidia mtu mmoja kwa njia ya mtandao. Amen. Nilikuwa nimefunga yani huu ndio shetani wenyewe. Sasa Bwana akusaidie usije ukakuvamia, hii roho isikuvamie. Nikaa nimefunga lakini nikawa nakula kwa siri. Watu hawani nakuja na mimi ndio muda wa kufungua na mimi wanasema poleni kwa mfungo leo, unajua mara ya kwanza nyinyi mtakuwa mmepata shida sana. Nikamwambia asante, lakini nishapiga msosi mchana. Maana yake mimi nilikuwa na waogopa watu. Sikuwa ninamuogopa. Na hiyo bado inaishi ndani ya watu mpaka sasa hivi. Nataka ili eneo watu wasaidike. Mtu anajificha kwa mtu ili mtu fulani asio. Kwa mfano hao wanaenda guest. Kama kweli ni shetani. Kwa nini unaenda guest ya Ngaramtoni? Si shetani akupeleka hapo chumbani kwako. Usini hapo tutajua huyu ni shetani. Bwana atusaidie sana. Ndio kiongozi wa kweli wa familia. Dhambi ina tabia ya kumotea mtu. Wewe umetafuta, umeenda kule, umelipia rumu, umevua mpaka suruali. Shetani ndio alivua hiyo suruali. Bwana Yesu atusaidie sana. Shetani lazima tuzungumze kweli, ili kweli mweke mtu, sio ukweli. Kweli ili mweke mtu huru. Huyo ni shetani.
amekupeleka huko gesti ya mbali, ukalipia, ukaingia chumbani, ukatoa nguo, shetani huyo akamwambia mkaoge. Baada ya kumaliza wewe, maana yake hapa tunamhitaji Mungu sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kujificha ndio hatari zaidi. Hauna Mungu, maana yake nikishindwa kumpendeza Mungu nikiwa mwenyewe, unajua kuwa peke yako. Na huyo mtu swala la Roho Mtakatifu asahau sana, itakuwa ni shida. Yaani ni ngumu. Yaani system inatakiwa iwe na msimamizi Roho Mtakatifu. Asipokuepo yule, kushinda ni ngumu. Na nizungumza siku moja nikasema kwamba Roho Mtakatifu hutengenezwa mazingira ili aishi na mtu. Hawezi kuja tu. Hawezi kuja tu. Ufalme huwezi kuja tu. Ufalme huu tulisema siku moja unahitaji maandalizi. Hivi jamani, yani natoa tena ufalme. Vijana wanajua hivi vitu. Binti anapoingia nyumbani kwenye mahusiano, akiwa na mahusiano na mwanamke, anapokuja mgeni, binti anapokuja kwake, ataandaa mazingira, atatandika kitanda vizuri, atafanya kila kitu, atakodi na gari. Yale mazingira ni ya nini? Maana yake kuna ugeni, kuna mtu anaandaliwa. Maana yake ufalme wa Mungu ni zaidi ya huo ugeni unaoandaa. Ili uweze kutua ndani ya mtu, ni lazima mazingira ya moyoni yawe safi. Sasa tusaidie sana huku ndani kuwe safi, ili sasa ufalme huu unapotua ndani ya mtu, ndani ya moyo wa mtu, uchafu unakuwa haupo, fitini inakuwa haipo. Bwana Yesu atusaidie sana. Si kama umeelewa hapo mwinjilisti. Ndio naweka msingi. Safi sana. Karibu. Unaona sasa mtumishi wa Mungu ameelewesha vizuri sana. Maana yake kitu ambacho huwa kinatenda kazi kwa watu wengi ni hicho kitu ambacho unaweza ukawa unakuwa na mtazamo wa kwamba hakuna anayeniona. Basi naweza nikakifanya tu hiki. Nikawa nimejificha. Maana yake hapo unajipotezea muda kwenye wokovu. Unajipotezea muda yani ya kukua kiroho. Sasa hapo unajificha nani sasa? Bado hujampata huyu Kristo sasa aliye njia ya kweli, ndio tunamzungumza hapa. Nawezekana kuna watu wameishi kwenye hiyo hatari kwa muda mrefu kwa sababu ya kutokupata pia kiongozi wa ufalme asio wa kweli, si ndio? Asio wa kweli. Kwa hiyo ikawa ni changamoto. Toa wasanii sasa. Unatabiriwa. Ninakuona. Bwana ananiambia kuna jeneza ninaliona mbele yako, utazikwa kesho. Jana anasema hivi, nisaidie papa, nisaidie papa, na wakati unazini na mke wa mtu. Hiyo si acha kuzini na mke wa mtu, hilo jeneza utaliona. Acha wizi, hilo jeneza utaliona. Acha uchonganishi, hilo jeneza utaliona. Si kama umeelewa hapo mwinjilisti. Maana yake kinachosababisha hii mauti ni hiyo tabia. Unapoiacha tabia, maana yake mauti inaondoka kwa sababu ufalme wa Mungu unapokaa ndani ya mtu kuna mauti. Unajua hapa mtumishi wa Mungu tunaingia kina sasa. Huduma ya kiongozi wa ufalme ni ipi? Hebu naomba tusome Yohana 10:11. Yohana, sifa za kiongozi wa ufalme kwa kweli. Pointi ya 4, ana upendo na huruma kwa watu. Huyo. Ngoja, umesema sifa? Yaani ni hivi. Naandika mimi. Sawa kabisa. Sifa za Yohana? Hapa tunaona za kiongozi. Ya kiongozi. Sifa za kiongozi wa ufalme. Ngozi wa ufalme. Aliye wa kweli. Aliye wa kweli. 4, ana upendo na huruma kwa watu. Hapa ndio kuna kipengele. Hebu ninaomba tuingie hapo. Tuone kuna ana huruma kwa watu. Huruma na upendo kwa watu. Hebu tusome mtumishi wa Mungu Yohana hapo ione hiyo sehemu. Na upendo unaozungumza huu sio kukununulia vazi. Yohana 11. Yohana 10:11. Angalia hiyo sehemu. Anachokizungumza. Karibu boss. Ndio. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. 12 anasema. Ishi hapo kwanza, tunaendelea lakini angalia, kumbe issue sio mchungaji. Wachungaji watakuwepo mamia, manabii watakuwepo mamia, wainjilisti watakuwepo mamia. Kila huduma ya kanisa kuwepo, ila kinachotakiwa hapa mwema. Kuna neno mwema Sasa kwenye huu mwema kuna siri. Ndio. Maana yake huyu mwema ni kweli ataendelea. Uliongea saa zile kwamba atafuatilia kondoo, kujua hali ya kondoo kabisa. Maana yake mchungaji mwema anayejali kondoo hawezi
mbwa mwitu akaja akawaacha kondoo kabisa. Yaani unajua hapo ndio kipimo cha kumpima. Ndio. Angalia sasa hapa. Maanake ni mchungaji mwema. Huyu mchungaji mwema ana chemchemi ya toba ndani yake. Ana chemchemi ya suluhisho la mtu ambaye ameishi kwenye dhambi kwa muda mrefu. Kwa ni nini huruma yake? Ni kutafuta pawa ya rohoni. Ni kutafuta suluhisho akikesha kwa Mungu, kuhakikisha wewe unakaa salama. Umeelewa? Ndo kazi yake huyu kiongozi. Ndo huruma yake. Yani anakuwa na machozi anapoona mtu anapotea. Anapoona jamii inapotea. Anapoona taifa lake linaangamia, anakuwa hali ya kuumia huyo mtu. Yesu atusaidie sana. Anapoona vijana afurahi, yani amebebeshwa ile ujumbe na ile roho. Katika Ezekieli 14 mstari wake wa 23 anasema kwamba Mungu sifurahi kufa kwake mtu mwovu, si akaili akaishi. Umeelewa? Ndio maana hakuna hasara Mungu ambaye huwa anaipata kama kufa kwa mtu katika uovu wake. Bwana Yesu asaidie sana. Amelipa gharama. Hivi kitu chako ulichokilipia gharama utakubali kiharibike? Hapana. Unajua watu hawaje kutafakari sana kwa thamani ya mtu. Mimi nilimuomba Mungu siku moja nisimchukie mtu kabisa. Hata kama amenikosea vipi, nisimchukie, niendelee kumwombea ili Mungu amsaidie atoke, kwa sababu mtu amebeba package za watu wengi. Ni kipengele ambacho watu hawajakielewa sana, ila kwa kadiri tunavyoendelea mbele watanielewa. Jana nilisema kuna mtu mmoja anakasirika kwa habari ya mtu mmoja, mwanandoa mmoja wa maachano. Anasikia raha, anasema tulijua tu watagombana. Lakini ulivyo mjinga na una ufahamu,